Ya leo nawaletea story ya Dynamo. Stories zilizopo ambazo ni za kuaminika ni kwamba anadaiwa milioni 800 na TCR. Mtamalizia nyewe wenyewe TCR nini? Mtamalizia. Wanamdai milioni 800 ambazo ameshindwa kuzilipa. Jamaa wakaenda wakaifungia ile redio ile, wakaifungia. Wafanyakazi wote wameondoka, hivyo hakuna kipindi hata kimoja kinachoruka pale ufotokopiri. Wafanyakazi wote wanamdai mshahara wa miezi 6. Kila mfanyakazi anamdai Dynamo mshahara wa miezi 6. Sasa ndio wafanyakazi wanajiuliza, kama ndugu yetu ana uwezo wa kuchukua kiboksi akaingiza 100,000, lakini akiwa anadanganya kama amejaza labda milioni kadhaa, lakini mama alisema ni 100,000. Kama ana uwezo wa kulipa kuwapa watu 100,000, kwa nini asilipe mishahara yetu? Hapo ndipo unakuta akili za yule mwenzetu haziko sawa. Dynamo hayuko sawa kusema kweli, ama ni stressi ama ni kuonyesha kwamba yeye anajua sana. Hey, bomu. Sio bomu. Nilijua Irani wamefika hapa. Sasa tunaendelea kwamba Dynamo kaisha fika mwisho. Na nilikuwa nikiwaambia siku zote, jamani, Dynamo amefika mwisho. Mke wake ana mimba. Mke wake ni mjamzito. Na mara nyingi ukiwa na mke, mimba kuna namna mbili. Mwanamke anaweza akabeba mimba ikawa amekuja na baraka na neema teletele, Mungu akakupa mali ukawa tajiri, ile mimba ikae kusababishia upate utajiri. Na kuna mimba zingine zinakuja na umasikini. Ndio hivyo, mimba hiyo imekuja na umasikini, redio imefungwa, mishahara unadaiwa, alafu nasikia ile redio pia imekopewa benki, akapeleka makaratasi, nyaraka za karatasi. Hivyo yeye na yule bwana mkubwa kule wa redio ya mawinguni. Nikisema redio ya mawinguni, mnaelewa? Hawaongei, wamekosana, wamegombana, wametukanana, we acha. Dynamo ndio maana unamuona sasa hivi Dynamo hayuko sawa wallahi. Na kwa sababu umeona kama kwa vile amekuwa na hali mbaya, unamwona sasa hivi yani yuko karibu sana na mama mjamzito wake. Basi bwana, ndio hivyo nilikuwa nawaibia siri kuhusu Dynamo, ya kwamba Dynamo sasa hivi hali ni mbaya. Hatusherekei na hatufurahii, ila tunasikitika kwamba yale alikuwa akituonyesha kwamba ni mtu mwenye uwezo mkubwa, ni mtu tajiri, anaonyesha madola kwenye ndege na nini. Shalipe deni milioni 800. Wewe utaonyesha vipi hela madola yamepangwa kwenye sisi kwenye ndege, alafu huna uwezo wa kulipa deni la watu? Kwa nini unaishi kwa kudanganya wananchi? Kwa nini unadanganya wananchi? Una uwezo kama una uwezo. Kama zile zilikuwa ni katoo, useme ni katoo. Cha kudanganya watu bwana. Mbona umeshindwa kulipa wafanyakazi? Wote wameondoka. Kuna wafanyakazi kadhaa wamekuja kwangu wananiomba ajira ya kutangaza Ostaz Juma TV. Wamekuja kwangu wanataka wafanye kazi Ostaz Juma TV. Nikasema subirini kwanza. Na tetesi nilizozipata ambazo ni za kuaminika, Dynamo anataka awekeze kwenye, yani achukue TV yangu mwaki. Sasa hivi TV inayofanya vizuri hapa mjini Ostaz Juma TV. Kama huja subscribe Ostaz Juma TV, wewe si mjanja. Wallahi wewe si mjanja. Lazima onyesha vyombo. Siku zote nikizungumza maneno kama yatakuumiza, yakakufanya ukachukia, basi fahamu ya kwamba mimi nimefanya hivyo, ama nimezungumza hivyo, nimesema hivyo ili uchukie. Na kuchukia kwako ndio furaha yangu mimi. Kwa sababu usipochukia, mimi sijapata furaha. Mimi furaha yangu mimi wewe ukasirike. Na mimi nafanya hivi kimakusudi ili ukasirike. Naitwa Ustaz Juma na Msoma. Kuzungumza kwangu ukweli, watu wengi wanakasirika. Kasirikeni. Alafu msikie mimi nimekufanya
Mimi amnilishi, amnisaidii chochote kile. Mkikasirika, mvimbe, mpasuke, mjampe, mnye, mimi nisaidii. Mimi nitazungumza bwana. Mafuele ni askari mzuri bwana. Mafuele amesaidia Tanzania bwana. Mafuele yuko huko Central. Anawahoji majambazi. Na majambazi wakitoka huko wanaanza, Mafuele ameniteka. Amekuteka wewe, sura yako yenyewe imekaa kijambazi. Alafu naongea eti ameniteka. Kwani usiteke wakati sura imekaa kijambazi? Sura imekaa kama mwizi. Muone. Sura imekaa kama umechanika hivi, alafu unakaa kwenye mitandao unasema eti nimetekwa. Unatafuta huruma ya watu. Mafuele umri wake ni mdogo sana. Mafuele umri wake ni mdogo sana. Kwa hiyo muda wake wa kustaafu bado sana. Bado tupo naye. Mnaotamani Mafuele astaafu, Mafuele bado. Vita ni vita mura. Meshaanza Mafuele ni Mrundi. Mafuele ni Mnyarwanda. Yaani mtasema mpasuke, Mafuele ni Mtanzania mwenzetu. Mafuele ni mwananchi mwema anayeitakia taifa hili maslahi, taifa la Tanzania. Kwa hata mseme ni Mwirani, mseme ni Mwisraeli, Mafuele bado muda kustaafu. Kama kazi yako inapingana na Mafuele, tafuta kazi nyingine. Lakini uking'ang'ania kazi hiyo, Mafuele akikutia mkononi, utasema ukweli wote. Na ukishausema ukweli, Mafuele anakusamehe. Mafuele ana mambo mengi. Yaani ukimwambia ukweli tu basi amekusamehe, unaenda zako. Ukijifanya kumdanganya, ndio hapo unaenda kwenye mitandao kusema uongo, wameniteka. Yaani mmekuja na system mbaya nyinyi. Hii ndio Nairobi jamani, ambao hamjafika Nairobi. Nafikia hapa sasa hivi mmefika. Sitaki lawama na sitaki kulalamikiwa. Sijafika Nairobi, hujanipeleka Nairobi. Hapa ushafika tayari. Na unaona kabisa magari yanaingia chini ya ardhi hapo. Hapo yanaingia chini ya ardhi.